watu wamesoma, lakini kazi ni ngumu kupata, sio rahisi, sio rahisi. Wewe kuwa umeenda umesoma kutoka primary, high school, alafu uni, umelipua private, haikuangi ni guarantee utaenda tu kuji kumepata umepata kazi ama pesa. Leo unaona watu hao wenye wako huku nje. Watu wenye wanatoka shule wanadhani sisi wenye tuko huku nje hatutumiangi akili. Hiyo ndio issue inaleta mambo. That is the problem. Sasa unafikiria ati ukienda huko huko nje ati utafuta do na any means ati ndio utakuwa best. Lakini sasa unatoka huku nje hizo means zinakosa. Sasa hata si do means zenyewe zinakosa. Unakuta wewe ulikuwa umechoka umeingia daru ukafanya kosi yako safi. Alafu sasa by the table turns. Table stand. Unaweza kuwa ulitokea class 8 na wewe ndio unaongoza kwa industry wewe ndio yani hakuna mali imeandikwa ati mwenye amesoma sana ndiye atakuwa successful. Exactly. Haikuwa watu wamesoma na wanafanya kao washukuru. Wanafanya yani manual labor, na mtu akona degree, akona masters, akona nini, lakini hapati ile exposure na hapati connection, kwa sababu unaweza pata kuna mtu mwenye hadi akufika hiyo uni but anafanya ile kazi yenye unafaa kuwa unafanya juu kuna connections. Shida si kusoma, shida ni kuweza masomo kwa pesa. Expecting too much from someone mwenye anajaribu hadi kujijua. Uko in your 20s, you're trying to discover yourself, unaona. But pia on the other hand, I feel like huyu dem pia kuna venye amekuwa little harsh na nini, kwa sababu wanasema anasema kuna wakati alitishanga mama yake ama ni mama yake 8k akakataa kumtumia kwa sababu sijui juu ya nini, alafu akasema alifungua biashara kwa sababu ya hiyo pesa. I feel like in this case inaweza kuwa mzazi hakuwa nayo hiyo wakati, inaweza kuwa hakuwa nayo kwa sababu pesa uko. Alafu pia kuna venye udem attitude yake kuna venye ni mbaya, huwezi kukiongelea that bad about. Lakini sasa nikwambie moja ninajua ni ati sio iko pesa mzazi ndio sio sema ni kweli ya dada. Wewe mpe tu do. Wewe tumpe rosa tuseme tu mami kujenga. Nimekupea hii. Yake kujenga wewe jua amekujenga. Kuna shughuli ya kukopeshana juu utaenda kumdai kitu atakwambia itafanya mkato na si fiti. Wewe mpe akikujenga akujenge venye ulimpea. Lakini si ati story ati nimekopa maadhi. Ama na expect kumulipa. Hiyo ukimjenga hata umjenga mara 20 hata account ikiwa deni. Alafu anakuja na ile story yani nimekuleta tangu kuwe mdogo. Alafu dhao 2 ndio ama dhao 10 ndio inafanya ati kuja kunirushia mdomo. Mbaya sana. So wewe mzazi wako wewe mjenge alafu hiyo tu ni zawadi tu, make sure tu umemjenga tu I feel tu kwa yani mrudishie kwa shukrani, kumkopesha itamiki. Alafu is expect so much from your parents. Na pia wazazi msikope tu. Wewe niombe tu. Kama ni kukopa useme nitarudisha siku fulani. Kama ni kupewa sema nataka pesa nipe, kijana nipe. Kama uko na pesa nipe. Nijenge. Hivyo sasa inakuwa ni rahisi kuwa na bond na mzazi. Lakini sasa ile time umeenda kumwambia madhe umemtokelelea Christmas date 20 out of nowhere unamwambia wewe si unakumbuka ile dhao yangu 10 manzi atakuongelesha vibaya, alafu pia hautabambika na ni mama yako na si ati anakuchukia ama nini. Lakini amekwambia hiyo juu ya kitu ya kwanza hata wewe you don't consider efforts. Si ati kuna malili pesa imewekwa ati. Haya akona budget ya tuseme ya Christmas. Wewe uone hivyo. Akona January kuna shule zinalipangwa nini, shopping. Pia akona mambo yake. Wewe you don't consider. Siku hizi hadi mademo kuna tabia mbaya sana nikwambie ukweli. Like how do you prefer to pressure your father ati utajiwa ndo akununulie kitu? It doesn't have to take that.
haifai kufika hivyo. Kitu ya kwanza hakuna mzazi. By the way, if there is someone who is happy, ni mzazi wako akiona ukienda successful. Huyo ndio atasema mtoto wangu anunue gari nyingine na ingine. Na yule mwenye ni yule mtu mwenye uanga na wish unaweza kuwa better kumliko hadi kwa by the way wangu hata akikuwa president hiyo ni furaha yangu. Ni furaha lakini sasa it comes to a point wazazi wanataka umefungua kwa biashara wala inataka share kwa hiyo biashara unapata share, unaona. Lakini sasa mbona si uniambie tu nikuletee jogoo December, mbona uniambianga ati nikopeshe nitalipa December alafu nikikuja December uniongeleshe mbaya. So mzazi amekosea pia on his end ama amekosea kwa sababu unaona amekosea na wewe pia kama ulikuja uka out of nowhere unaambia kelea za 10 hapa na hana afa kwambia ngojea chama nini alafu unaona so kutakuwa na ile attitude na exchange of attitude. Sasa unakuta wewe umejam mzazi amejam ameanza kutoa zenye ziko kwa roho wewe hauna kitu ya kumwambia so wewe una catch saidi yako unamcut off. Yule mzazi mwenye ukipata accident pale anaweza kuwa anakuletea food unakuta sasa hamna hiyo bond, lakini umekupea hiyo do alafu useme hiyo imeenda uanze kusave tena hiyo ni kaa yani ukipea mzazi wewe usi expect actually because unapata kitu kama accident major home unapatanga the only person mwenye anaweza kuja kukutake care of 24/7 ni mama yako, mostly ni mama yako, unaona. So inasema as you're cutting her off kuna venye pia unafaa kuangalia, unaona another chance yani huyu mtu alikulea yani amestruggle na wewe, amestruggle apart from these parents. Kuna very terrible parents hata kama tunaongea pia kuna terrible kuna wazazi wanakuanga yani unashindwa kwani ulini adopt hata siku kuadopt. Kuna kitu ya kwanza kuna financial status. Financial pressure inatoka kwa sisi majenzi. Niseme tu kweli financial pressure ni kitu ya kwanza yenye inafanya umeona mori wako sasa hiyo ni mori wako amekuja na rafiki yako kama yake kama hii ama amekuja na ndugu kifaa ameweka pale like wewe juu una uwezo wa kukwati na 70k waambie mzazi niongezee hata 30 nishike yangu. Unaenda pale kwa mzazi unamtishia utajiua. Unaona? Na financial status yenu haijafikia hata kununua ndudhi. Mzaa anatembea mguu. Unampea nini zenye pressure yenye haifai kuwa. So inakuwa ni ngumu like kwake na pia kwako kupata chenye unadai. So kitu ya kwanza naweza himiza vijana ni kujituma manzee. You know basic background ili hata huyo mzazi akutegemee uko na nini. Juu kitu ya kwanza ukizoea kila time unategemea mzazi manzee boys utaumia, utakula shida vibaya sana. Utaumia manzee. Tuenda hapo Nairobi upige simu alafu pate mzazi hana kitu. Wewe ulijipeleka Nairobi juu ya depression yako, ati hutaki kumuona tena unamkato. Unafika Nairobi unakufa njaa. Unaona? Unajitoa kimangoto alafu unapata umeenda kutesekea huko mbele bure. Hiyo ndio issue. Lakini pia kuna this caliber of parents wanakuanga very sijui niseme aje. Kuna watu yani unapataga sijui yani they are terrible parents yani yakuza. Wenye unapataga fia lipanki hataki kujua venye unakaa ni kama alikuwa cut off, unashindwa kuona what's happening, unaona. Alafu kama ni abuse, unajua yes mtoto ukosea lakini kuna venye unafaa kuna punish mtoto kama mtoto lakini sasa kuna wenye unapata wana over yani they are overdoing it ndio. Alafu unapata mtoto akifika kitu kama 18 years ama 25 years ama aanze kujitegemea, akitoka block ameenda, akipata chance ameenda, kwa sababu wanajua the kind of abuse yenye anapataka kuwa wapi, akuwa kule kwao. So pia kuna wazazi wenye wanafaa kuwa at least in as much as Gen Zs wanawakata off, inafaa pia ujiangaliwe mwenyewe what kind of parent have you been. Kitu ya kwanza pia kuna zingine
better parents. Ukiwa na baba mlevi ama mama mlevi usi expect ati hiyo bond mzuri. Nikwambie tu kweli, usi expect ati ya kuwa na kuchukua tena kuweka vile maisha yenye unadai, una get. So itakuwa ni ngumu kupata mzazi amekuja amelewa, aliacha kitu ya kupika ama hata hakuacha, ana expect kukula. Does it come? Sasa kitu ya kwanza umepressure yule mtoi wako, huyo dem ameenda kupiga umalaya. Kitu ya kwanza alifukuzwa shule. Kama huwezi afford kitu ya kukula kwa nyumba, Hauta afford. Ile time hapo nje, kuna mbogi ya ndugu mtu wangu, kuna mbogi huko nje iko na paso, atahitaji pad. Utambaia hauna hiyo tu. So akienda ukikuta kuna food ya 200 jioni, unaanza kuleta feelings zake na umeelewa. So unakuta wazazi wengine wana overdo, wanapiga watu hivi vibaya. Unakuta mtu hadi achanisha watu ndio wanajimaintain nyingi, na hiyo ni kitu mbaya by the way. Sana. Sasa life goes on, tunafaa tujiangalie sisi as Gen Z. Where do you have to make a change? Where do you have to make a turn, yani? Na pia wazazi ni wazee. Tunawa respect as parents na tunawaheshimu sana, lakini sasa times are changing. Maisha ina change, life inaenda mbio sana. Ile time ya kuambia mkoro wako nakupenda alafu anakutana ofa, yani anaishia iliisha. Unaona? By the way, inaweza kuwa ni a point of depression. Hiyo mtu anakuambia I love you, kitu hajawahi kuambia, ili umuulize mbona umeniambia hivyo, ama ili ukuwe interested kujua huyu mtu ameniambia hivyo kwa nini, hajai niambia hivyo tena. Sasa wewe unamkata off, wewe unaondokea story zake. Unakuta mtu ameenda amecommit suicide. Ya kitu tu rahisi ungeweza kucontrol. Life goes on. Mkichange pia sisi tukichange, wazazi wa change point yao, tunakuwa tu tuko mbele sisi wote. Na itakuwa fit as long as kuna ile parent child bond, at least ikue, alafu tupunguze our expectations from sisi to our parents na our parents to us pia, kwa sababu hiyo sana ndio inaletanga shida. Unaona, inakuwa sasa kuna a lot of nini. Sasa nikuulize Tempest, niko na swali hapo. Umeweka dem ball na huko na expect uende waambie mkuu nimemweka ball na mkoro wako na ajui, ndio nataka ajue. Italingana na venye mnakuanga na mzazi wako, venye mnakuanga mmesikizana. I feel like itakuwa okay. Kuna mwenye unaweza ndo kumemwambia by the way mom kulienda hivi na kukaenda hivi, and this is it, lakini sasa kuna venye kulingana na venye mnakuanga na yeye pia reaction yake. Kuna venye kama mmekuwa in good terms, unaweza mwambia kitu deep kama hiyo. Kama mjakuwa then, ama tuseme umeenda umemess unapata ukedi kama unapata magonjwa zingine na get like, how do you tell your parents? Just be honest with them, kwa sababu kitu kama hiyo ni very serious. It can impair with some parents na help. Inaweza tatanishi kwa yani ashindo kwa nini kuna mtu gani get. So inaweza changia pia. Basically how you live with your parents matters a lot. Kwa sababu kama mko free, hadi sidhani unaweza kuwa una suffer depression na mnakuwa free na mzazi wako. Unaona? So basically at the end of the day you should be free with your parents. For the parents who are being toxic, jaribini mbadilishe. For the kids, for the Gen Z being toxic, try as much as possible angalau mujiangalie. Pia kuna watu walituambia tujiangalie. Kuna watu wa Gen Z wanaweka feelings yani from peer pressure. Unapata mzazi wa yule amemnunulia gari ama kanduthi. Mimi mamangu afiki bei ya kanduthi. Nafika to a point na kuwa tempted kuuza mpaka kidney. Hiyo report mzazi akipata
unasikia ameanza kupatwa na stress na maasma, maugonjwa zingine hata uelewi, una get. To that point sioni haja ya kukua hata wewe uko alive. Juu sasa umeanza kukostrab hadi kwa family members wenye hawakukua, si unaona? Unaona, umeleta shida kwa shida ingine, badala ujaribu venye utaokolea hii shida itoke tuweze kuafford hizi mali tukua pamoja. Unataka kuleta shida izae shida ingine. Unaona? Na by the way shida haina mizizi, ukula hakuna mahali haiwezi mea hata kwa matajiri. So nikikuja na noma nikuletee noma Tempest, nikuletee noma msee mwingine hapo, ujue pia itakushika. Ati nimeiba kitu huko, nimekuja nimekwambia nifichie na kuna mtu ameona. Hiyo kitu itakuletea noma pia. So hakuna mahali shida haiwezi mea. So we have to mind about our bond, na pia language tunatumia kwa wazazi. Huwezi kuwa so rude to your parent udhani atakufanyia mambo unadai. Haiwezekani. By the way, hiyo ni kitu kingine. Like ati mama mimi nataka like what? So basically that language is outdated. So basically it has been me, your boy kama kawaida Pablito, bringing you nothing but the best news. Tumekuwa na a guest of mine hapa hivi kwa jina la MC Yakuza. MC Yakuza, unafanyaga nini? Mimi ni MC. I'm a videographer by profession. So if you need any kind of video, musical video or musical director, you can contact me on 0798245264. I thank you. Finya hiyo like, finya hiyo follow button, na hiyo bell ring, sawa? Exactly. So imekuwa mimi, your boy kama kawaida. Tumekuwa tukihandle history ya Gen Zs and how they're cutting off their parents na venye wengine wana get along with their parents. Tumehandle both sides, isikane kama tuna incite any party kukua ati rebellious ama anything. So that is video number 4 from our new list. Expect more videos from this channel. Kutakuwa na more collaborations, kutakuwa na more collabs, more opinions. Nataka nikae na mtu hapa hivi tuongee na yeye, tusikie opinion yake, pia unajua opinion yake, tusikie opinion yake. And to vibe basically. Tempesta is all about vibing, and vibing is all about us. So guys, subscribe to the channel, share this video kubamba. Alafu when you wanna watch video bila kulike ama bila kusubscribe, please subscribe to the video. Kuna tuna watch videos na wacha subscribe, na I don't get why you doing that. I make any sense. So subscribe to the channel, it's free. Like the video, ikikubamba enda pale finya share, chape hiyo link upeleke pale WhatsApp, ndio pia mamurio wako waweze kuona the kind of conversations we are having, because I believe hii conversation ni mzuri sana tukihave, kwa sababu parents need to see this, Gen Zs need to see this. We need to have this kind of conversations on a daily basis. So nawapenda sana, nawarank sana. Comment on the video, and the more you comment, the more utapata chance ya mimi kushout out kwa channel yangu. The more you comment, the more you like, the more you subscribe, you get a chance to be shouted at by me on the channel. So it has been me, your boy Temp, Pablito, whatever you wanna call me, as long as usinite kwako. So